Na ripoti yetu ya kwanza ni kutoka kule nchini Kenya, ambako tunaelezwa kwamba polisi nchini Kenya wamerusha mabomu ya machozi kwa umati mkubwa wa waombolezaji waliokuwa wamekusanyika katika uwanja wa michezo katika mji mkuu wa Nairobi kutazama au kuuaga mwili wa aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya Raila Odinga baada ya kurudi kutoka nchini India. Kulichumbua hili tunaungana naye Martin Weren ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka Nairobi nchini Kenya. Martin Weren, habari za Nairobi, Kenya? Nairobi ni kuzuri, hamna neno isipokuwa wananchi ndio wanaomboleza. Naam. Poleni sana. Tunaelezwa kwamba polisi wa Kenya wamerusha mabomu ya machozi kwa umati mkubwa wa waombolezaji ambao walikuwa wamekusanyika katika uwanja wa michezo katika mji mkuu wa Nairobi, uwanja wa Kasarani, katika kutazama mwili wa aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya Raila Odinga baada ya kuwasili kutoka nchini India. Kwa nini tukio hili limetokea? Naam, tokea mwendo wa asubuhi kulikuwa na mipango ambayo ilikuwa imeweza kuwekwa kabambe kwamba mwenda zake Mheshimiwa Raila Odinga, mwili wake utapofika katika uwanja wa ndege ungeweza kupokelewa na rais. Tuliona kwamba rais wa Kenya Mheshimiwa William Ruto, aliyeondoka mamlakani Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, pamoja na familia walikuwa wameketi pale na bendi ya jeshi ambayo ilikuwa inafaa kumlaki kirasmi. Walakini kule kukakuwa na wananchi ambao walikuwa wengi zaidi ambao walivunja kingo na kuingia katika uwanja wa ndege. Kidogo ikakuwa patashika, ikakuwa changamoto kidogo ile mwili kupokelewa rasmi. Tukaona mwili ule msafara ukaendelea hadi ulikuwa unafaa kwenda majengo ya bunge. Kukakuwa na watu ambao wakakuwa ni umati mkubwa zaidi, ikaweza kubadilishwa katika uwanja ule wa Kasarani. Na tukiwa pale kumekuwa na changamoto na unasema crowd control kidogo ikakuwa changamoto. Wale crowd walikuwa wanazidi kusonga mbele, ikabidi basi kurusha vitu machozi ili kuweza kutawanya wale ambao walikuwa wanazidi kuleta fujo. Naam. Umati mkubwa wa watu umekuwa kimlilia toka taarifa zake za kufariki hapo jana waziri mkuu huyu mstaafu wa taifa la Kenya hayati Raila Odinga. Pengine Raila Odinga atakumbukwa na nini katika taifa la Kenya? Watu wengi watamkumbuka Raila Odinga kwa kupigania katiba ambayo nchi ya Kenya iko kwa sasa. Alijaribu kupigania pia demokrasia. Kuna wale wafuasi wake sugu ambao walimuunga mkono 100% wakati wa shida, wakati wa furaha, wakati wa kuanguka kura na mambo mengi. Ndio wa sasa wanahuzunika, walakini taifa pia yote imepata huzuni. Watu baada hadi kwa sasa wale wananchi unaona pale katika uwanja kwa umati mkubwa bado waamini kama kwamba yule Mheshimiwa Raila ameweza kuaga dunia. Ndio maana kunakuwa na ile mshiki katika uwanja wa Kasarani. Mheshimiwa Raila tutamkumbuka kwa mambo mengi, kwa ucheshi, kwa kujaribu kuweka nchi ama taifa pamoja. Unakumbuka wakati wa ile Gen Z walipoleta shida kidogo, ilibidi Mheshimiwa Raila akuje kumuunga mkono Mheshimiwa Rais William Ruto, ndio nchi ikaweza kutulia. Na tokea hapo nchi iliweza kutulia, hakuja kuwa na machafuko kama hayo ambayo tulishuhudia wakati mmoja. Naam. Lakini pengine tungependa kufahamu kwa faida ya msikilizaji wa Channel Africa idhaa ya Kiswahili, shughuli za kuaga mwili wa hayati Raila Odinga pengine utachukua siku ngapi na mazishi yanatarajiwa kufanyika lini? Hapo jana tunaweza kupata taarifa kamili ambapo alisema kwamba Mheshimiwa Raila akiwa uhai aliweka wazi na akisema endapo ataweza kuaga dunia basi wasimkalishe kama iliyo desturi ama na mila ya jamii yake, ambao kwa muda unaweza pata mtu amewekwa kwa mwezi mmoja na kadhalika. Alisema yeye akiweza kuondoka duniani basi chini ya masaa 72 aweze kuzikwa, na hiyo ndio familia imesema kwamba itaweza kufuata na sheria, na serikali pia atazikwa na serikali ya taifa la Kenya, kwa sababu alikuwa anahudumu katika afisi kubwa ya yule waziri mkuu, na inasemekana kwamba Jumapili inayokuja, Jumapili hii baada ya siku 2 ataweza kuzikwa kwake katika sehemu ya Nyanza ambayo inaitwa Bondo. Naam.
Na pia mbali na hilo, kumezuka malalamiko mengi kwa raia wa Kenya waishio duniani kote, wakilalamika kwamba taarifa hizi zimewashangaza na kuwashtusha kwa sababu hakukuwa na taarifa zozote za kuumwa kwake na kwenda India, na hata wengine kwenda mbali kusema hospitali ambayo alipelekwa na kufanyiwa matibabu haikuwa na hadhi kutokana na namna yeye alikuwa ni mtu mkubwa na amefanyia mengi katika taifa la Kenya. Hizi taarifa unazungumziaje? Kwa kweli hata mimi nilipata mshangao kwa kuona ile miundo msingi ya hospitali ile katika baadhi ya miji ya nchini India. Walakini kutokana na ripoti ya hapa na pale inasemekana kwamba hospitali ile ni hospitali ya kipekee ambayo iliweza kumponya. Tutakumbuka mwenda zake aliweza kwa jina Rosemary Odinga aliweza kupata shida ya mwili na akaweza kwa wakati fulani akaweza kupoteza macho kwa miaka kadhaa. Inasemekana kwamba ile hospitali iliweza kumtibu na akaweza kurejesha macho yake, na hadi wa sasa anaweza kuona kwa uzuri. Inaweza kuwa kwamba familia ya mwenda zake walikuwa na uhusiano wa karibu na pengine na wale madaktari, hatuwezi ukaelewa, kwa sababu tukiweza kuona katika kanda ya video ambayo iliweza kutolewa kwamba kuna hospitali katika taifa letu la Kenya ambayo iko na ubora zaidi ya ile tuliweza kuyaona pale katika zile video. Kwa sasa hatuna cha mengi ya kusema kwa sababu ni hiyo ilikuwa mambo ya familia. Ni familia ndio wao wenyewe waliweza kusema kwamba pengine apelekwe katika sehemu ile ama katika ile hospitali. Naam. Pengine neno lolote la kuwaambia viongozi wa Kenya na wale wote ambao wanajumuika na wa Kenya katika msiba huu mzito wa Kenya, unalipi la kuambia? Mwanzo ningependa kutoa pole zangu kwa familia mwenda zake, jamii, marafiki, wafuasi wa chama chake na Wakenya kwa jumla, na pia ningependa kuambia viongozi wa Afrika waweze kuiga mfano bora ambayo Mheshimiwa Raila aliweza kuweka. Kwa kutazama ama kwa mtazamo tu utaweza kuona ile umati ya watu, inaonekana kwamba yule mtu alikuwa anaraiwa sana na watu wengi na alikuwa na ufasi mkubwa zaidi katika nchi ya Kenya na hata nchi ya Kenya. Kama viongozi tuweze kuiga, ama kama viongozi ambao tunatarajia kuwania viti mbalimbali ya uongozi katika nchi ya Kenya na barani ya Afrika kwa jumla, tuweze kuiga mfano mzuri wa yule Mheshimiwa Raila. Tuwaweke watu karibu, na pia wakati wako ikiwadia, basi watu watakusherekea katika kifo chako. Naam. Martin Wareni, mimi kushukuru sana kwa uchambuzi wako wa kina kuhusiana na taarifa hii, na poleni kwa msiba huu mzito. Shukrani. Na msikilizaji, taarifa hiyo kutoka kule nchini Kenya, ambapo polisi nchini Kenya wamerusha mabomu ya machozi kwa umati mkubwa ambao waombolezaji waliokuwa wamekusanyika katika uwanja wa Kasarani, uwanja wa michezo, kwa ajili ya zoezi la kuuaga mwili wa marehemu wa aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya Raila Odinga. Tupate mapumziko mafupi.